watu wengi wamekuwa wakiniuliza kuhusiana na hizi places, wamekuwa wakiniuliza maswali mengi sana kuhusiana na hizi places ambazo nilikuwa nimeweka. So katika hii video nitaweza kuweza kujibu baadhi ya maswali ambao watu wamekuwa wakiniuliza kuhusiana na hizi places, na katika hapa nitaweza kujibu kwa nini niliweza kuweka hizi places, gharama ambazo nilikuwa nimetumia, experience yangu ya kwanza kula, kuhusiana na kula, kuhusiana na kuswaki, was it worth it, and what is next after this, na na vitu vingine. So kitu cha kwanza kabisa nikianza na kwa nini niliweka places. Sababu ambayo nilifanya niweke places ni kwamba mimi nilikuwa nina gap hapa mbele, kulikuwa kuna gap. Naona sasa hivi meno yamezika kabisa, lakini nilikuwa nina gap. Naweza nikaonyesha kwenye picha. And pia kitu kingine nilikuwa nina meno huku pembeni, huku na huku. Kulikuwa kuna meno fulani hivi ambayo ni meno ambayo yani hayako strong, yani ni meno ambayo ni dhaifu. So mimi hiyo kitu my dental ya hapa mbele, meno yalipokuwa yamekaa, ilikuwa yani hainipi ujasiri, hainipi confidence. Ndio maana nikaamua kuweza kutafuta solution ya kuweza kuondokana na gap na haya meno ya hapa. Japo haya meno mengine mtu hawezi kujua kama kuna kitu nimefanya. So the solution ya kuweza kutatua changamoto yangu ambayo ilikuwa ni dental smile hapa mbele, kwamba kuna gap halafu kuna meno hapa ambayo yalikuwa hayako strong. Ilikuwa kitu cha kwanza ni kuweza kwa ajili ya haya meno ya pembeni, nilikuwa ninatakiwa kuweka crown, zinaitwa crown. Halafu kwa ajili ya gap kulikuwa kuna option nyingine ambazo ningeweza kutumia, lakini wakarecommend kwamba places are the best kulingana na changamoto yangu na gap lilivyo na umri, kwa sababu kulikuwa kuna njia nyingine ambazo ningeweza kutumia ambazo zilikuwa the cheapest methods ambazo zingeweza kunisaidia, lakini zisingeweza kunipa matokeo kama braces zingeweza kunipa sasa hivi. So kwa changamoto yangu ni kwamba I was not comfortable na dental smile hapa mbele, ndio maana nikaamua kuweka braces na kuweka hizo crown. Nikija kwenye upande wa gharama, ni shilingi ngapi nimeweza kutumia katika hizi na nini kuweka hizi places. Kumbuka mimi nilikuwa na changamoto mbili ya hizo kuweka hizo crown kwa ajili ya meno ambayo yalikuwa ni madhaifu, lakini pia na kwa ajili ya kuweza kuziba mwanya. Kwenye upande wa kuziba mwanya nilikuwa ninaweka hizo places, na kwenye upande wa haya meno ndio kuweka hizo crown. Crown ni kama jino jingine ambao wanakuwa wanalishonga, wanakuwa wanalipachika kwenye jino lingine ambalo ni dhaifu, ndio hizo zinaitwa crown. So kwenye upande wa crown nilikuwa nimetumia 300,000 kwa meno mawili, 300,000. Na maana jino moja ilikuwa 1,500,000. Lakini kwenye upande wa hizi places ilikuwa chini na juu ilikuwa ni 2,000,000. Lakini mimi kwa sababu ya changamoto yangu ilikuwa tu kwa ajili huku chini, ilikuwa hata sina changamoto nako. Kwa hiyo nika-opt kwamba mimi niweke tu yake. So akanipa kwamba ni 1,000,000. So inakuwa ni 1.3, yani cost zote na maana hapo total. Lakini kitu ambacho nilijaribu kuweza kuuliza sehemu nyingine mbalimbali kuhusiana na places, gharama zilikuwa kubwa sana. Yani wanasema $5,000,000, $4,000,000, milioni ngapi, yani ilikuwa ni gharama sana. So sehemu ambayo nilikuwa nimepata hapo, na yani ilikuwa at least kidogo ni cheaper, na mimi nilikuwa ninaweka tu juu peke yake, ilikuwa ni rahisi zaidi, yani ilikuwa ni cheaper zaidi kuliko hizo sehemu nyingine. Na walinipa option ya kuweza kufanya malipo. Wakati naweka unaanza na kiasi cha nusu, maana yake milioni moja, na kisiku kwanza kabisa unaenda na 500,000, halafu ile 500,000 nyingine unakuwa unalipa kila unapokuwa unaenda kwenye clinic kila mwezi, kwa sababu ilikuwa ni kila mwezi lazima uende. Kila mwezi lazima uende. Kwa ukienda ili kupunguza lile deni unaenda na $30,000, $20,000, $40,000 kama unayo yoyote tu
kwamba matibabu yataweza kulast ndani ya miezi 6, lakini kiukweli sasa hivi nimekaa na hizi braces ni zaidi ya miezi 6. Mwaka umeshatimia, kwa sababu niliweka 2025 ilikuwa ni January na sasa hivi ni mwezi wa 7, 2026. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo imeshapita mwaka na bado nina hizi braces. So kitu ambacho kimefanya tuende tofauti na muda ambao ulikuwa umetabiriwa ni kwamba kwa mara ya kwanza nilikuwa lakini kwa mara ya kwanza kabisa unapokuwa unaenda kulingana na changamoto yangu, sijajua changamoto nyingine, kwa sababu braces zinatatua changamoto nyingi sana za meno. Kwa hiyo mimi nilipokuwa ninaenda, hatua ya kwanza ilikuwa ni alignment, maana yake kuweza kupangilia meno yaweze kukaa vizuri, ili wakati wa kuweka zile, kuna vitu ambavyo wanaweka hizo power chain, wakivuta yaweze, yani yakisogea na hivi meno yaweze kuwa na mpangilio ambao ni mzuri. So mimi nilispendi sana kwenye hicho kipindi ambacho nilikaa zaidi ya miezi kama 8, kama sijakosea, kama 8 au 9 hivi, ndio nikaingia sasa kwenye upande wa kuyavuta yale meno yaweze kufumiliana, kuweza kuziba mwanya. Lakini nilivyofanya hiyo alignment stage, yani wakati nimewekea hizo power chain kwa ajili ya kuweza kuvuta hayo meno, yani haikuchukua muda mrefu, nikaa naona tu matokeo kwamba gap kadri siku zinavyoenda inapungua, linapungua mpaka likaja likaziba. Na mpaka sasa hivi ukiangalia gap limeshaziba tayari, lakini bado nimeendelea kuzivaa hizi braces kwa sababu baada ya meno kuvutwa kuna some gaps ambazo ziliweza kudevelop. Kuna hii hapa, na hii haha. Kwa hizi hapa ndo zinanifanya mpaka sasa hivi niweze kuvaa braces, kwa sababu ndo hivyo ndo zinanifanya mpaka sasa hivi niendelee kuvaa braces. Lakini mpaka kufikia sasa hivi nilipofikia, matokeo ni mazuri, kwa sababu mara ya kwanza nilivyokuwa nimevaa ndani ya miezi 6, mimi sioni chochote ambacho kinabadilika. Kumbe ndo niko kwenye alignment stage ambapo siwezi nikaona matokeo yale ambayo naweza nikayaona kulingana na hii changamoto yangu. So kwa sasa hivi yani gap limeshaziba kabisa, nasubiria tu hivi vigepo vidogo vidogo ndo tunashughulika navyo sasa hivi. So was it worth it? What? It was worth it. Kama unavyoona nilikuwa na gap kubwa sana. Watu ambao wananijua wanafahamu, na sasa hivi gap limeziba kabisa. Angalia, yani hawezi ukazania kwamba nilikuwa nina gap. Ona ile, yani hata mimi mwenyewe yani nimefurahi kupata haya matokeo. So changamoto nyingi, changamoto ambazo nimeweza kuzipata, changamoto kuhusiana na maumivu, kuhusiana na maumivu, labda kiukweli, to be honest, nilikuwa ninaogopa mara ya kwanza kabla sijaweka, maana nilikuwa nina imagine hivi, mpaka akaweke hivi vitu huku mdomoni, nitakuwa ninakulaje, nitakuwa ninaswaki vipi, nitakuwa ninaongea vipi. Yani nilikuwa nina hizo fear. Lakini mwisho wa siku kitu ambacho nili experience yani ni tofauti, labda kulingana na changamoto yangu ambayo nilikuwa niko nayo. Kwa hiyo ngoja kwenye video ambayo inafuata nitaelezea zaidi.